United wakipoteza dhidi ya Nottingham Forest. Tuangazie kuhusiana na hii leo uzinduzi wa michezo ya shule za upili. Mula wa kwanza hatua ya kitaifa inazinduliwa, na pakubwa mashindano haya yanafadhiliwa na kampuni ya Brookside. Na hii leo basi wapo katika makao makuu ya wizara ya pale elimu hapa jijini Nairobi, na pakubwa tuweze kuungana na mwenzangu Caleb Kibet aweze kutujuza hali vipi kule, maandalizi yako vipi na wadau wanazungumziaje mashindano haya ambayo itakuwa yanaandaliwa mwezi huu Aprili kuanzia tarehe 7 kule kaunti ya Mombasa. Caleb Kibet, tujuze. Asante sana mwenzangu Davis Mbedia. Sasa hivi tupo hapa kwenye uzinduzi wa Brookside hapa kwa ajili ya mashindano ya shule ya upili ambayo leo hii tumepokea habari kwamba zitakuwa zinaandaliwa upande wa Mombasa. Kikubwa zaidi nimetangamana naye meneja wa mawasiliano kwenye kampuni ya Brookside ambaye atakuwa anatueleza mawili matatu kuhusiana na mashindano haya ambayo yameandaliwa mwaka huu. Ndipo naye hapa atakuwa anatueleza mawili matatu. Labda kwanza kabisa tujuze tu mmeandaa nini haswa kipo mezani kwa ajili ya mashindano ya mwaka huu? Asante sana KTN. Kwa majina ni Wilson Okongo, mimi ndio meneja wa mawasiliano kwenye kampuni ya maziwa ya Brookside Dairy. Mwaka huu tumekuja kusupport for the 22nd time the Brookside Secondary Schools Term 1 Games ambayo kama vile umedokeza yatakuwa kule Mombasa. Na mwaka huu kampuni ya maziwa ya Brookside itatoa kitita cha shilingi milioni 30 kufadhili mashindano haya ya vijana ambayo yatafanyika kule Shanzu Teachers College pamoja na Shimo la Tewa High School. Lengo letu haswa kama corporate citizen kama Brookside Dairy ni kuhakikisha kwamba vijana wetu, ama tukiona kwamba tunapea vijana wetu fursa ya identify na kukuza talanta zao kwenye michezo mbalimbali. Hiyo ndio raha ya Brookside Dairy kama kampuni ya maziwa, na hivyo ndio imeinform our decision kuzisupport kuanzia mwaka wa 2003. Na labda haswa umezungumzia kukuza talanta ya wale wanafunzi. Mpango ni upi haswa baada ya mashindano ya shule ya upili? Mpango ni upi kwa wale ambao watapata nafasi nzuri kwenye mashindano ya shule ya upili? Asante sana. Sisi tunaangalia kitu kinaitwa sustainability. Maana yake hatutaki hii talent ikishajionyesha kwenye mashindano haya ya Mombasa alafu tunaiacha talent tena inapotea. Kwa hivyo tunataka kuambia wanafunzi wetu na coaches, walimu wale coaches, kwamba we have put in place scouts along the pitches ambao watakuwa wanaangalia jinsi ambavyo wanafunzi wetu wanavyoshiriki kwenye mashindano haya, na wale ambao watakuwa bora zaidi watakuwa headhunted, so that kampuni ya maziwa ya Brookside ikishiriki na partners zake iweze kuwapatia fursa zaidi ya kuendeleza these talents. Kwa mfano, hii miaka iliyopita tuliweza kusaidia wasichana fulani ambao walikuwa wanashiriki kwenye michezo ya basketball. And the moment our talent scouts identified them or headhunted them at these games, we are able to link them up with not only local federations but also opportunities outside the country, so that there's sustainability, sustainability, something that goes beyond the games at the nationals. Kuna wakati mlikuwa zindua haswa mpango wa ufadhili, na labda baada ya hapa shule ya upili labda tutashuhudia wengine wakiingia kwenye timu ya taifa ama labda kutoka na kuondoka nchi za nje? Kama unavyojua, when you talk about Brookside Dairy, synonymous with sports sponsorship. Kwa hivyo lengo letu ni to follow them through, to follow these students through, ambapo pia labda niseme niimize wazazi wetu kwamba wacha tu support watoto wetu. Tukisikia kwamba mtoto wetu anashiriki michezo shuleni, much as we emphasize classroom work, pia tuwapatie fursa ya kudemonstrate their prowess in the various disciplines and even to come to support them. Kama saizi watakuwa pale Shanzu na Shimo la Tewa High School, mimi na hata naimiza wazazi wao wakuje waone ile talanta watoto wao wako nayo. Most of us will be very surprised to see that watoto wako are very good in basketball and very good in hockey. And you know, parental support is very, very key for emotional forward motion. Je, kuna mpango ambao umetengwa labda baada ya mashindano haya? Najua kutakuwa na washindi, labda wengine wao labda wanadhani kwamba watasaulika, labda baada ya hapo ni vipi Brookside, kampuni ya Brookside itawashika mkono baada ya mashindano ya shule upili?
Tunashirikiana na serikali yetu tukufu, Wizara ya Elimu pamoja na Kenya Secondary School Sports Association kuhakikisha kwamba there is sustainability. There is sustainability beyond the Term 1 Games finals. We want, like I have said, wale ambao watakuwa identified huko Mombasa wapewe fursa dhabiti kujiendeleza hata zaidi. That's why I said we are looking at linking them with the not only local federations but also opportunities outside the country so that they can grow this talent. If it becomes a mainstream source of revenue for them, the better for everybody. Kama jinsi ambavyo umesikia Davis Mberi ameeleza kwamba mashindano hayo yatakuwa yanafanyika kwenye upande wa Mombasa weekend hii. Kikubwa zaidi ametueleza mpango mzima wa Brookside na ufadhili mzima haswa wa kufadhili mashindano ya shule ya upili. Kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba labda watoto wetu wanafika kule ili washiriki mashindano hayo, na bila shaka itakuwa inapendeza zaidi. Kwako Davis Mberi. Bila shaka huyo ni Caleb Kibet. Shukran zaidi akizungumza na meneja wa mawasiliano katika kampuni ya Brookside ambaye ni Wilson Okongo, akiweza kutuelezea kuhusiana na mashindano ya shule za upili hasa mula wa kwanza hatua ya kitaifa ambayo itakuwa inaandaliwa kaunti ya Mombasa mwezi huu Aprili. Hapo ndipo nafika mwisho mwa Zilizala Viwanjani awamu ya kwanza. Awamu ya pili nitakuwa narejea kuhusiana na ligi hasa za kuleo haibuni, mambo yako vipi, upande wa Arsenal walifanya vipi. Kwa hivyo ganda pale, usicheze mbali.